Hey guys, naomba niongee na wale tunasemaga visionaries, wale watu wa maono makubwa. Sasa nianze na wale walokole wakushandala wakushandala lishandala libosika labosika. Mwesa asiwe sana. Naomba niongee jambo moja. Unajua yani sijajua ni nature ya mafundisho, nature ya kanisa, namna tulivyokulia, makuzi na malezi katika kanisa. Lakini kuna vitu nataka niongee na wale vijana ambao nasema ni visionary, vibrant, ambao wanaweza wakalitazama kwa jicho la tatu. Unajua nimejaribu kuangalia hapa Dar es Salaam na mikoa tofauti kama Mwanza, Dodoma. Unajua kuna hizi billboards. Billboards ni way of marketing na promotion, kama tuseme promotion tool. Kuna hizi billboards unakuta labda ni animation, zinaonesha video kabisa. Lakini kuna zile za mabango tu, unakuta bango limebandikwa pale, si nini, Coca-Cola, Kilimanjaro, si Azam. Lakini hiyo ni sehemu ambayo hata sisi ambao ni wapendwa, ni walokole, inawezekana ni fursa pia ya kutangaza vitu vyetu, sio kwa ajili ya makampuni tu ya vinywaji na nini na sigara. Nakuta kabisa watu ameweka bango la sigara, ameweka si bango la pombe. Sio kuna bango nakuta si nini, kuna pombe moja nimeona wameweka kwenye billboards, inasema si nini, vini mkolomboka, si makolomboka. Inanyie watu, si unaangalia si pombe gani, si au juisi au sigara au nini, hizi kampuni za kubeti, si PMBet, si nini si Winbet, si nini SportPesa. Mimi sina shida na hizo. Mimi na shida na ninyi walokole. Hakuna billboards hata moja unaweza kukuta labda inatangaza kitu cha wapendwa, labda kumwamini Mungu, labda kifungu fulani, labda project fulani, labda kampuni fulani ya kimungu, labda hospitali fulani, labda ni kampuni ya kanisa fulani imetangaza pale. Vitu utakuta ni watu wa duniani. Sisi tuko wapi? Wale vijana walokole, where are we? Tupo hai. Lazima tuamke vijana. Let us think. Ni kitu gani tunaweza tukakiongeza? Ndio billboards yamejaa mtaani, mabango yamejaa mtaani, lakini unaweza kukuta billboards ambayo inatangaza kitu cha kimungu. Sio kama siweke vitu vyetu, tuweke makampuni yetu. Churches hizo ndo njia za mafanikio. Unataka njia gani tena za makanisa kufanikiwa? Unajua masuala ya mafanikio ni vitu ambavyo kanisa inabidi tufundishwe sana, yani sana. Masomo ya mafanikio inabidi mimi sijalishi mtalipiga bawe, mtanirushia matope na nini, lakini kuna watu wa kuwasikiliza sana. Mojawapo kwa watumishi wa Mungu. Hapa sasa ni kwa watumishi wa Mungu. Kuna Pastor Tony Kapola, bila yana kabisa, msikilize, na IPM. Hawa watu wawili wana kitu. Yani siwafanyii promo, lakini mimi nakupa connection. Mimi sikupi connection ya si nini, wanataka accountant, si wanataka HR, si nini. Mimi nakupa connection ambazo mimi naona mimi zimenisaidia.
Unajua mtu kufanikiwa anaanzia hapa. Yaani ukifanikiwa kuanzia hapa umetoboa sana. Ni bora kuliko hata yule anayekupa hela. Sasa anaweza kukupa hela mtaji ukavurugika, ukaanza kutafuta tena mtaji mwingine. Lakini mtu akishakupa akili, amekupa kitu ambacho hakiondoki. Sikiliza hao watu. Msikilize Pastor Tony, msikilize IPM. Wanaombiani watu wamechipa. Sasa wewe ni kijana miaka 20, miaka 25. Unajiona nunda kabisa, unaona konki master, umeshajazwa physics, kemia. Au leo unasema mimi siwezi kuwasikiliza hawa wapigaji tu. Wapigaji. Unajua muda mwingine tu tunafuatia hata background ambazo watu wametokea. Kuna vitu tunaweza tukajifunza. Usijaji kuhusiana na zile negative side za watu. Focus kwenye kile ambacho unaona hiki mimi kinaweza kanitoa. Duniani hakuna mkamilifu. Sasa ukitaka wakamilifu tengeneza mtu wako. Ukitaka mkamilifu tengeneza wako. Leta tujifunze kwa watu ambao wametangulia. Yaani sijali mabaya ya mtu, angalia mazuri ya mtu. Jifunze kutokea kwenye hayo. Tunaona si wewe unamsikiliza nani? Unamsikiliza Pastor Tony. Si Pastor Tony kafanya nini? Wewe unamsikiliza IPM. Wewe unamsikiliza nani? Si unamsikiliza Mwamposa. Unamsikiliza yaani nyewe kitu ambacho hamjui. Hivi unajuaga unaweza ukawa unapokea hela. Alafu kumbe ile hela ni mtu aliombewa na Mwamposa. Kwa hiyo umekula matunda ya Mwamposa. Kwa vitu vingine tusiweke ma complication mengi. Okay, mimi kitu fulani mimi kinaweza ikanivusha. Pita nacho hicho. Na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Hilo ni jambo ambalo nimeona leo nikushirikishe. Na mimi tunaweza tukatoka kimaisha. Njia za kutoka kimaisha tunazitafuta sana. Yaani njia za mafanikio tunazitafuta sana. Na lazima wewe mtafutaji sana. Yaani wewe upo hapo kwa sababu bado kuna kitu kidogo tu bado hujakipata. Kuna level fulani ambayo hujaifikia. Kuna sauti fulani hujaisikia. Kuna neno fulani, kuna connection fulani ambayo kuna mtu fulani ambaye hujakutana naye. Ndio maana mpaka sasa uko hapo. Kwa hiyo tunaomba kila siku, tunapambana kila siku angalau tukutane na huyo mtu wa kutuvusha. Wa kutuambia neno fulani kwamba fanya hiki kitu utatoboa. Nenda kwa fulani utatoboa. Fanya hivi utatoboa. Kwa hiyo lazima tuwe watu wa kufuatilia, watu wa kujifunza kila siku. Shukrani sana kufuatana na mimi, Gerald Jensen. Usisahau kusubscribe kwa Instagram na TikTok na Facebook. Unapatikana hivyo kwa Gerald Jensen. YouTube Gerald TV au Gerald Jensen. Mungu akubariki sana. Asante.